Ndiyo maana sote kama kanisa tunasema asante kutuleta hapa leo. Umeleta baba, umeleta mama, umeleta kaka na dada na watoto wadogo. Utukubali ndani ya uwepo wako. Ruhusu kwamba neno lako liingie Bwana, ufanye vile kisi unafanya kama Mungu. Ili kila aliye hapa apokee sehemu yake. Chakula cha uzima, chakula cha uzima, chakula cha uzima, chakula cha uzima ambacho umekiandaa kwa kanisa, umekiandaa Bwana. Utusaidie kiingie, tukipokee chakula cha uzima na maisha yetu itunzwe na tupate sante spirituelle inayotufaa. Umtumie mtumishi wako zaidi ya kawaida, zaidi ya vile tujuavyo. Uweke tayari kuipokea chakula hii na ijie katika maisha yetu, na mnenaji umtumie kama vile utakavyo, kwa jina la Yesu. Amen. Neema ya Yesu, amani ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na ninyi nyote kwenye mchana wa leo. Amen. Na watakie sikukuu njema ya Pasaka tena. Amen. Najua leo tunakumbuka kuingia kwa Yesu Kristo Yerusalema, na asante sana kwa nyimbo za waimbaji ambazo zinaendelea kutukumbusha. Hata hivyo tuko tu katika somo lile ambalo tulilolipanga, nalo mnajua tulilianza zamani na tunaweza kulikamilisha tarehe 12, yani Jumapili ijayo sawa na leo. Nalo silo nyingine ni uwezo liomo katika ufufuo wa Yesu Kristo. Uwezo uliomo katika kufufuka kwa Kristo Yesu, kwa kanisa, kwa Mkristo, kwa muamini, kwa maisha. Lakini tukasema haiwezekani tuzungumze habari za kufufuka na tukugusia kwanza kufa. Na tumeanza tayari umuhimu wa kifo cha Yesu Kristo kwetu sisi. Nilishafunza ya kwanza, ya pili, ya nne, ya tano, ya sita, na leo ninafunza ya 7. Sasa tusome Ufunuo sura 5 aya yake ya kwanza. Tunaweza kufika aya ya 10. Ufunuo sura 5 aya ya kwanza, tunaweza kufika aya ya 10. Tunasoma katika jina la Yesu. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliye juu ya kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4
na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Ni neno la Bwana. Naweza kulishangilia na unaketi. Mungu wangu nawe ndiye Mungu wenu. Umuhimu wa kifo cha Yesu Kristo. Usiandike bado, nitakutangazia tu, baadaye nifanye mkaguo, na baadaye nianze hiyo ya 7 na niendelee. Ya 7 inasema kifo cha Kristo kimeleta utofauti na viumbe vyote vya mbinguni, na Kristo Yesu pia kuleta shangwe yenye faida kuu katika mbingu za Baba yake. Hii ndio muhimu wa 7. Kifo cha Yesu Kristo kimemupa utofauti na viumbe vyote vilivyo mbinguni, vilivyo katika nchi na vilivyo chini ya nchi. Isitoshe, kifo hicho kimeleta shamra mbinguni na kuleta faida zisizopimika katika ufalme wa Baba. Sababu ya ile, nikague tu haraka iwezekanavyo kwa dakika chache, niseme kwamba umuhimu wa Yesu Kristo au wa kifo cha Kristo Yesu, wakati tulikuwa tukichunguza pamoja na ninyi, tumeona umuhimu wake wa kwanza ni kwamba kifo hiki kilitabiriwa katika Agano la Kale, na Agano la Kale imewekea thamani kubwa mauti ya Yesu Kristo. Manabii wakaitabiri, ikasemeka kwa hatua mbalimbali. Naenda haraka. Cha pili, inachukua nafasi kubwa sana katika Agano Jipya. Hii ndio umuhimu wake wa pili, na nimewaambia kwamba wenzetu walimu wale wa kale wamechukua sana kipaumbele katika matayarisho yao, wasizungumzie kitu kingine isipokuwa tu juu ya Kristo aliyekufa na kafufuka na iko hai mbinguni. Hii imeifanya kwamba iwe teba yao. Hawana mateme zile za kuchangamsha masikio, lakini wanayo tu neno moja, mashahidi. Nao sio mashahidi wengine, wakufa na kufufuka kwa Kristo Yesu. Injili zote, nyaraka zote zinagusia tu, hakuna jambo lingine, ni mauti tu ya Yesu. Cha tatu, ndiyo lengo kuu la Kristo Yesu kuvaa mwili. Kama Kristo alivaa mwili, hakuvaa mwili afanye miujiza, afanye ishara, aonekane mwa hii dunia, afanye mademonstration. Niliwaambia ile miujiza aliyoifanya, kufufua watu, kuponya watu, kuongeza vyakula, kunyamazisha dhoruba, haya yote ilikuwa ni uandawaji wa uwanja wa mapambano. Alikuwa naandaa kiwanja, naso kitu kingine ni kufa kwa. Hakuja anavaa mwili aishi duniani. Alielewa toka mbinguni, naenda duniani, siendi kuishi humo, naenda kufa, naenda kufia ulimwengu, naenda kufia wanadamu. Kwa hiyo tulikuwa nao, naelewa maelezo ilikuwa mengi. Umuhimu wa 4 nimewaambia, ndiyo hoja kuu ya Injili. Imekuwa theme central ya evangelie, haiko evangelisation, ya evangelie. Imekuwa theme central ya Injili, ndiyo hoja kuu, ndiyo hoja kuu. Na niliwaambia Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu mkubwa, ambaye ni mwandishi wa pekee wa Biblia, kawaangazia waandishi, nao wale wa Agano Jipya wote kawapea kalamu chekundu yenye inapenya, sio nafasi nyingine tu, ni katika Kristo Yesu aliyekufa
na akafufuka na iko hai mbinguni hata sasa. Maelezo yako mengi hapo niliyagusia, na nikaenda na umuhimu wa tano. Umuhimu wa tano imetugeukia msingi wa Ukristo wetu. Siwadai amina yetu kwa sababu hainiongezei urefu, hainenepesha, hainiangalishi. Inamrudilia aliyekokoa. Ukasikia huwezi sema amina, unajinyamazia yako. Mimi sio mwenzio wa kwenda na kuambia ndio mwae na amen. Pour donner combien d'amen à Jésus. Sikia, umuhimu wa tano wa kifo cha Yesu Kristo ndio msingi wa Ukristo wetu. Amen. Ndio imekuwa fondement ya Christianism. Amen. Siwezi enda haraka hapa. Niliwaambia dini zote zinajenga juu ya mafundisho ya mwanzilishi wao. Sawa vile wa Branhamist wanajenga juu aliyoyasema Branham. Sawa kwende Jehova wanajenga juu aliyoyasema Shametas Reset. Sawa vile wa Buddhist wanajenga juu ya aliyoisema Buddha. Sawa vile mniambie basi, sawa vile ba Kimbangist wanajenga juu ya aliyosema Simon Kimba. Sisi hatujengi juu ya aliyosema Yesu. Never. Tunajenga juu ya maisha ya Yesu. Tunajenga juu ya kifo cha Yesu Kristo. Je vous ai dit que Kristo angesema tu hubiri na hafi na afufuke, imani yetu ingekuwa bure, Ukristo wetu ingekuwa bure. Ndiposa wachawi hutuchawika, hawatushindi. Ndiposa walozi huloga kanisa, hawaliwezi. Ndiposa dini nyingine zinaanza na zinakomea njiani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hazina msingi. Lakini sisi tunao msingi. Hata zoruba nje, hata kuchela aina ya namna gani, Ukristo unasimama. Shetani katika ujinga wake anafasone majaribu, circumstances za kila aina, akihisi kwamba atauzima Ukristo. Asielewe kwamba racine principal, mzizi wetu mkubwa wa Ukristo haiende hivyo, imewekwa kwenye kaburi la Yesu. Uwezo ule uliomtoa Yesu kaburini, uwezo ule uliotuma Kristo asioze kaburini, uwezo ule ulioondoa jiwe, uwezo ule ulioleta tetemeko, uwezo ule ulionyamazisha walinzi 60 wakilinda kwa dakika 60, ndio unaosindikiza kanisa, ndio unaosindikiza Ukristo wetu. Na ndio maana hatuna oga, kwa sababu Pasaka wetu alishaka chinda zamani. Iswalwe amen. Muhimu wa sita tulisema mauti au kifo cha Yesu Kristo, wapendwa katika Bwana, ni ya muhimu na ya lazima kwa wokovu wetu. Ndiyo nguvu na msingi wa wokovu wetu. Hamuelewi hapo? Nani atatushitaki tena? Nani atasema wewe ikaenda hivi ikaenda vile? Tuko na mwenye alishakalipa gharama. Gharama yangu waimbaji mwimbe pamoja na mimi, gharama zangu ukachukua. Mumalize basi. Ni huru kweli kweli. Sina oga na sina shaka. Sina deni na uchawi, sina deni na shetani, sina deni na mapepo, sina deni ya jehanamu, sina deni ya dunia. Gharama yangu akachukua. Niko huru, sina shaka wala oga. Pokeeni neno la Baba mkaishi. Bwana wabariki. Ninawaza hakuna pedagoge matanikondane. Mimi nafanya senteze ya juma yote nzima, tangu siku ya kwanza mpaka pale tuligusia. Sasa leo tunaona umuhimu wa ngapi? Umuhimu wa 7. Napenda hapa sana umuhimu wa 7. Kifo cha Yesu kina muhimu mwingine, nayo ni gani? Kifo cha Kristo kimeleta utofauti kati ya nini? Hamjasoma hapo pamoja na mwandishi hapa, tusome hapo ubaoni. Kifo cha Kristo kimeleta utofauti na viumbe vyote, mtaje ninyi wenyewe, vya mbinguni na Kristo Yesu pia, na kuleta
iwe yenye faida kuu mbinguni. Ni wazi mkonkilizio yangu mko neno yenye tunaimbaga Yesu amefanyika, maliza. Kumbe mko pamoja na mimi. Yesu amefanyika bora. Hamjamaliza. Adjective qualificative kuliko malaika na wanadamu. Haiko sura ndio ilitofautisha Yesu na malaika. Never. Haiko kimo, urefu au upana. Never. Haiko kutenda, sababu hata na mimi ninaweza kufufua. Amenipa ule uwezo ya kufufua. Mbona mnanyamaza? Na mimi amenipa uwezo ya kuponya, amenipa uwezo ya kufungua. Lakini sikia, kinachomtofautisha Yesu na mimi na malaika sio kuhubiri, kwa sababu na mimi ninahubiri na mnasema amina, na Yesu alihubiri watu wakasema amina. Haiko kuwa na mwili wa utukufu, kwa sababu malaika nao wanaona hayo. Lakini kinachomtofautisha, akakufa, na nyuma ya kufa akazikwa, na alizikwa akafufuka. Hiyo ikamfanya wa pekee mbinguni, duniani na chini ya bahari. Kama kuna mwenye anaamini achape makofi pamoja. Niambilie aliye pembeni, yule ndio mwenye uwezaka hapo. Naelekea waimbaji wenzangu, mwambiane ni wenyewe. Yule ndio mwenye tunaimbia. Yule. Na sisi tuambiane hapa. Ule ndio mwenye tunahubiriana hapa. Na sisi tuambiane kule, ule ndio mwenye tulipokea hapa. Oh, haleluya! Chapa makofi tena, sema ndio. Nampenda Yesu tofauti. Nazungumza nasema tofauti. Tujulishe kuwa hata malaika ambao hawana haja ya ukombozi, lakini wameshangilia kifo cha Kristo na kukiwekea maanani sana, viumbe vyote vya wapi, vya duniani kama vile vya mbinguni, vyote vinainama na kusamini mauti ya Yesu Kristo Bwana. Haleluya! Inasema haleluya. Ambia aliye pembeni, usiogope. Kila hatua kuna mjumbe wa mbinguni. Kila hatua kuna mjumbe wa mbinguni. Kila siogope. Mimba kuingia tumboni kwetu sisi waamini, yupo mjumbe wa mbinguni anaisindikiza. Kinazaliwa mbele ya mjumbe wa mbinguni. Unakomaa ukisindikizwa na mjumbe wa mbinguni. Muujana mjumbe wa mbinguni. Kabla Yesu aingie tumboni, yupo mjumbe wa mbinguni katangaza. Kasema umepewa neema kuliko wanawake wote. Tazama, kuna kitu itaingia mtumbo yako. Isitoshe, anazaliwa katangaza. Kasema na waleteeni habari njema, kwa sababu kwa ajili yenu amezaliwa Mwokozi. Ndiye nani? Kristo. Haleluya. Anataka kuanza huduma, anaingia Yordani, mtume wa mbinguni kazungumza, kamwambia Yohana, usiogope, huyu ni mwanangu mpendwa, sikilizeni yeye. Getsemani shida zinatomboka, si mnakumbuka? Basi anaelewa kwamba chuma takatifu linataka kuanza. Yupe mtume wa mbinguni aliyekuja, mlishasahau, akamsindikiza mpaka wapi? Mlimani. Akaona kabla aingie katika shida kubwa, hayombi aingie amo na hali nyingine, inaomba awe na transfiguration. Watu hawanielewi. Inaomba aingie na transfiguration. Transfiguration ya kumlima ndio ilimpatia Yesu kupenya mateso ya Getsemani. Nitetese la mateso ya Getsemani ingetuma nakataa msalaba. Isitoshe, nataka niwazungumzie, niwaambie, huyu Yesu amefufuka. Haleluya. Iliomba hata mtume wa mbinguni tena awe tayari, awaambie wamama, msiogope nini. Watu hawadimi masikio hapa. Msiogope. Haiku msiogope. Angesema msiogope, ina maana na walinzi wa gereza nao wangepokea ile neema ya kutoogopa. Lakini anaweka utofauti. Nataka niseme saba injilisi wazungukaji, baraka za Mungu zinatuloka gizani. Amen. Aya, mbona madimasho zingine zinapanda chango ya hapa hubiri babiana. Sikia niwaambie, kwa Lazaro Yesu angesemaga njoo, na mashangazi wangekuja.
Haujui vile pasere kasana. Na pote walizikwa kwa Lazaro wangefanya nini? Wangekuya. Lakini Yesu alielewa niko na mwenye mina lokalize. Akasema Lazaro. Mwakie mule. Ambia ni pembeni mchumbe wa mbinguni anatulokalizaga. Mwambie hata katika hii vita wewe ni inyange. Uko inyange kuna ndiye ninatulokaliza. Nayo ni uwezo ya ufufuo wa Yesu Kristo. Anatulokaliza. Haleluya. Mimi nasema haleluya. Sikia, wachumbe wa mbinguni nao waliaprecie, walishangaa, walishitushwa na kifo cha Yesu Kristo. Mungu alipoona kwamba malaika Yesu amekuja na vile ameingia mbingu, wako wanamwona na utukufu, wako wanamwona sawa ni mwenzao. Iliomba weke itilafu. Iliomba weke tofauti. Kwa sababu malaika wanao utukufu na Yesu anao utukufu. Kaleta kitabu cha hukumu. Na kitabu cha hukumu kinaandikwa nchi na Mungu anawaambia ninyi nyote wenye uhai wazee 21, makerubi, maserafi, mbona msemi wengine ni wapi? Bakina Gabrieli, mbona msemi? Bakina Mikaeli, mbona msemi wengine ni wapi? Unaishia hapo. Ambia ni pembeni bali nyinyi akaweka kitabu akasema aliye na uwezo wa kitu. Na waambia mwache dunia ituchezee. Ipo siku ya utofauti. Msijali na namna mnavyoishi. Dhambi tu ndio mbaya. Na muepuke. Ni kwaso na muepuke. Ipo tarehe ya utofauti. Hatutofautishwi katika mademonstration. Tunatofautishwa katika tuliyoyatenda. Haleluya. Ukapata nafasi ya kutenda tendo jema, fanya occasion. Jipresipite ulitende. Maana ni mbegu, ipo siku litakutofautisha. Akaja wa kwanza kashindwa, kaja wa pili kashindwa, mpaka wote katika mbingu ya Baba wakafanyaje? Yohana kwenye kisanga akasikia roho inauma, kwa sababu alitazamia kuelewa kitabu kinaandikwa nini ndani na kinaandikwa nini nje na inamaanisha nini. Akalia. Malaika mwingine akamwambia usilie. Usilie kwa sababu gani? Akamwambia yupo mtu mmoja anaitwa wa kabila la simba la Yuda. Yule amestahili, maana yeye ana uwezo. Biblia inaniambia kamaona anakuja, sali simama, anazo pembe 7, anayo macho 7, anankaa zaidi ya wote. Haleluya. Akasimama akaona anaenda karibu na Baba. Hakuna cha kujisalimisha kwa sababu alistahili mbele ya Baba kabla stahili mbele ya watu. Kanyanyua kitabu, kaiweka mkononi. Biblia inaniambia kavunja mihuri 7, salivunja mbingu yote. Haleluya. Kukaingia moshi kubwa, kukaingia tetemeko. Wenye uhai wale wote malaika wakainama wakasema unastahili wewe ukichukua kitabu hicho, maana ulichinjwa na ukamnunulia Baba yako watu wa kila kabila, wa kila lugha, wa taifa. Yawe ningekuwa wapi kama singekuwa yawe? Haleluya. Hakuangalia sura. Angeangalia sura mwira hangeokoka. Angeangalia sura wewe haungeokoka. Angeangalia sura wewe haungeokoka. Iko mtu mwenye hanielewa. Kuna ubaya ulioufanya hata wewe mwenyewe uliwaza huwezi samehewa. Narudia nasema ipo dhambi mwanadamu anafanya hata yeye mwenyewe akijicheki anaona sistahili tena, lakini yuko simba wa kabila la Yuda ambaye ana ustahimilifu. Haleluya. Wa kufungua kitabu cha hukumu na kuvunja mihuri yake. Kifo cha Yesu. Ninazungumza tena, nasema kifo cha Yesu. Amen. Watu hawanielewi, nasema tena kifo cha Yesu. Amen. Niliwaambia haiko aksida. Hawanikumbuki tena niliyoifundisha. Kifo cha Yesu sio haikuaja. Kifo cha Yesu si ce n'est pas une mort subite.
Haikukuwa kifo cha ghafla kumsikia hivi nasema amekufa. Never. Unikumbushe ya 3 na ya 4. Kumbe tuko pamoja. Ya 3 haikukuwa kupiga toro ya maadui. Na pia kifo anasema tumemweza. Umemweza? Mumemweza? Never. Siwezi ruka pa. Kawauliza mnakuja kumtafuta? Akawaambia, wakamwambia Yesu Kristo akawajibu, wakasema sasa angekimbia. Ninasema si angekimbia, ndio angekimbia, si angeenda. Sababu ulisha kauliza mara ya pili, nani mnamtafuta? Anasema Yesu Kristo wa Nazareti. Naambia mimi ni kwa mwisho anawaambia simameni unikamate. Lakini hawa haleluya, hawa jumira, hawa ndio sali, hawa ndio hawa ndio yote. Akasema lakini hawa haleluya, waacheni waende. Na niliwaambia ilikuwa hoga ya Petro na mitume, hakuna wangewaua. Walikuwa walishatangaza neno la ufungulivu, neno la uhuru, neno la ukombozi. Nikamateni, waacheni hapa. Haikuwa kifo ya raha, haikuwa kifo ya ushindi ya maadui ya ile, haikuwa kifo ya kushindwa. Anasema ilipigana ngumi na kipasi na kumwisho. Mimi naachia pa. Ilikuwa kia. Amen. Napenda hiyo. Iko neno linakuja, sio misumari. Ninapenda kila mtu aandike lile neno mmoyo. Uliandike mmoyo wako. Nataka uliandike mmoyo wako. Nataka uliingie kustatia. Sio misumari iliyomshika Yesu msalabani. Sizo kamba zilimshika Yesu msalabani. Hapana, ni upendo aliotuwekea ndio ulimshika msalabani. Wao waliwaza wanamfunga na misumari, waliwaza wanamfunga na kamba, lakini Yesu alielewa ni upendo. Oh haleluya, ndio ilimweteni ile kumsalaba. Amen. Tumpende. Mimi narudia, mimi nasema tumpende Yesu. Sikia, kifo cha Kristo Yesu ni tofauti sana na vifo vya wanadamu wote. Kifo ambacho kilitanguliwa na alama tofauti ambazo zenyewe zinaenda kutangazia walimwengu Yesu Kristo ni nani. Hata wamemsulubisha lakini na walimkataa, lakini alama zile ziwashuhudie, ziwaambie huyo ni nani. Usipe mnachunga kupata sifa kwa mwanzo. Ambia aliye pembeni swapo zenu. Ambia tulie. Akafanya mambo kwa mwanzo. Hakuisikia ushuhuda. Inaomba wachawi wachawike, walozi waloge. Inaomba maadui waseme, inaomba wapange watapanga. Halafu wakishamaliza matermi na maverbe mode na tamu zote, naleta nukta ya mwisho. Kawaacha wakafanya walioiweza. Amen. Amen. Ilishakula sawa? Hapana. Wala muda yangu ingawa. Kawaacha wafanye walijisikia. Amen. Amen. Zipo alama 7. Alama ngapi? 7. Zenye hakika zilitofautisha kifo cha Yesu na watu wote. Narudi tena, sio jinsi alivyovaa hiyo ni kutofautisha, sio jinsi alivyosema, sio jinsi alivyotenda. Ni kifo cha katingiza dunia. Amen. Naanza 1 Mathayo sura 27 aya yake ya 44 nayo ni gani? Alama ya kwanza, tangu saa 6 hadi saa 9, de 12 à 15 kukawa giza kuu ikafunika kontre yote ya Palestina yote. Je répète. Amen. Amen. 12 mpaka hakuna kutumia
kutimie. Ndugu yako akafariki, unaendaga shambani? Haya. Sasa uwezo ya mauti ya Yesu yope ikireeve watamfanyia kile. Yope. Hakuna fonctionnement ya bilo, hakuna taxi, hakuna mlipo. Hamwezi nielewa kama sifasirie hivi. Kristo Yesu alisulubiwa 9h. 3h de temps. Giza ikakuja. Ndio saa ngapi hizi? 9h mpaka saa 5. Hii 12h kiteolojia, kwa nini giza kubwa ilifunika nchi? Kwa sababu tokea zile saa 3 za mateso ya Yesu ilikuwa ingali mateso ya kawaida. Mesa inafika 12h, zambi zilizotanguliwa kufanywa, zenye ziko zinafanywa na zenye zitakuwa fanywa baadaye, zote mbingu zikazikusanya. Zikaziweka juu ya kichwa cha Yesu. Uzito wake wenyewe ikasimamisha jua, ikasimamisha na mwezi, ikasimamisha na nyota, ikaleta giza, kwa sababu dhambi yenyewe ni nini? Ni giza. Kuna mtu ananielewa? Mtaoni yo Kristo alibebeshwa dhambi zetu. Kabla ya saa hizi dhambi Kristo alikuwa anaelewa ndazibebeshwa. Me ilipofika saa ile sote, hata yeye ndio uliungama jana alibeba ile. Amen. Wenye watapewa neema leo ya kutubu, hata ile utatubu leo alikuwa kanisa ibebe. Alibebaka ile siku. Kuna mtu anateka siku ananielewa? Ndio. Kuna mtu ananielewa? Ndio. Dhambi za tangu dunia kuumbwa, za wakati wa Yesu, za baada ya Yesu, mpaka pale parapanda Italia, ile saa mbingu zote zikazikusanya, zikaziweka. Siyafika mahali ninatafuta sana mbingu. Kwa nini giza ya tangu 12 mpaka 15? Ni kwa sababu apare ile dhambi mena gazabu ya nani? Juu ya nani sasa? Juu ya mwenye dhambi. Ile gazabu yote Kristo alianza sipini zile fimbo. Apare ya zile fimbo zemuliona watu walimupiga, kulikuwa kungali na fimbo za malipo ya baba yake. Ndiyo maana katika kuzipigwa ningali itabafika, alifika kwa Analia anasema Baba. Sababu hapo sio tena mkono wa mtu unamgusa, lakini anaanza kuguswa na mkono wa nani? Wa Baba, akilipa gharama. Kuimba ni kitu kimoja, mekufikiri ile gharama ni kitu kingine. Haleluya. Kasa yote ikakusanywa ikawekwa juu ya kichwa cha Yesu. Sasa inadema juu ya kichwa cha Yesu. Ya tatu, Jehanamu ambayo bila aliwekewa, ambayo wewe Abeli uliwekewa, wewe Claudine, wewe Fide, ambayo sisi tuliwekewa. Jehanamu ile ikatutoka. Watu hawanielewi. Ikatutoka. Ambia aliye pembeni ni makusudi yako sasa kwenda Jehanamu, sio tena ya shetani. Shetani hana uwezo ya kutubeba Jehanamu, ni mapenzi yenu. Abasemi atandi. Hamsemi atandi. Uko pamoja Bwana David? Haya. Huu ndio muda mzito wa mapito ya Yesu Kristo kuelekea ukombozi, ambao hatuna maelezo yoyote jinsi alivyostahimili na kulipa deni zetu katika vipindi vyote vya maisha ya Yesu. Hii ndio kipindi mbaya hata ya kupigwa misumari. Hii ndio kipindi kizito hata ile ya kunyweshwa siku. Hii ndio kipindi kizito kuliko ile ya jasho ya damu. Hapa ndiko reisite uesheke yetu ilikuwa inatazamia. Kristo angelashe hii saa ya 9h mpaka 12h. Kristo angelashe ile wakati, kanisa halingekuwa.
Niamshie aliye pembeni, mwambie usisinzie, usikushakie. Kristo angelashe hisa. Ndio ile wimbo yetu tunaimba Yahweh ningekuwa wapi. Unajua kama hata sisi wenyewe, sisi wahubiri, hatuna maneno inaweza kufasiri mateso ya Yesu. Pole kwa wazazi wenye wanasema ndakupiga leo kuzezilibakia kwa Yesu. Kuzezilibakia. Simuko mwenyewe mnasema vile ndakupiga leo kuzezilibakia kwa Yesu. Kuzezilibakia. Asi. Amen. Amen. Hamunielewi niseme hivi. Tufahamishe kuwa muda huu baba yake ambaye ni mtakatifu mara 7 hakuvumilia. Ndiyo maana yeye akamwacha, kwa sababu hangevumilia kuangalia tena ubaya. Njoo ile Biblia inasema hata ungemwangalia sura haungemtamani, maana amebebeshwa kila ubaya wote, kila ubaya wote. Macho ya baba aliye mtakatifu, macho ya baba ambaye hashiriki dhambi, haikuvumilia, kageuza sura. Alipogeuza sura, Yesu akasibi, mimi nilikutosha mimi. Sababu hiyo ndio ilikutosha mimi. Ile saa hii yenye niko nasema hapa, ndio ilikutosha mimi. Achwe na baba. Kwa sababu gani aliachwa na baba? Nimeandika vizuri hapa. Kristo alikubali kuachwa na babaye ili sisi tuliopotea tupate tena kupokea hali ya wana ambayo tulioipoteza katika Adamu wa kwanza, ili katika Adamu wa pili ambaye alivaa mwili bila ya dhambi tupate kushinda dhambi za Adamu aliyeshindwa katika shamba ya Edeni. Amen. Achwa na baba, mwili apokee tena hali ya wana. Amen. Nampenda Yesu. Kama mwili anaita mwana wa Mungu leo, yupo aliyekubali kuacha kwanza ile jina kanipa. Ambia aliye pembeni, unasikia furaha ya wokovu au unasikia kama Kristo ni Kristo? Kwa maana chini kama wewe ulizaliwa mtumbo za Kristo, kiasi inakuwa ni neema ya pekee njoo wewe na reconnaissance ya kazi ya msalaba kwa serikali sana. Maana maana wewe ulizaliwa kama bado unawira. Hapa wengine wamebadiliwa. Badilana mmifereki. Kama unalimuno. Hakuna wamebadilana mfereki mjuu ya dhambi. Chimurandera. Sasa kule mlimwachi kulika. Ninauliza wa mama na wa baba vijana, hakuna wamebadilana mfereki juu ya dhambi. Hakuna wamebadilana nje juu ya dhambi. Hakuna wamebadilana makovu ya dhambi. Yeye pekee akiangalia hapa nakumbuka hii kovu hii ni malipo ya dhambi. Bali ndio wanakuwa na reconnaissance. Bali ndio wanaelewaka kwa kupigwa kwake. Mimi nimepona. Bali mpiga mijeledi na nyingine toa nyama. Kwenye wiki londe ilikuwa inapona. Anapata vilonda, mimi ninapona. Akaachwa na baba. Mpaka Yesu akalia akasema, baba, na umeniacha. Na umeniacha. Naenda na bega kwa sababu kesho nafundisha labda inayoendelea. Lakini ndaendelea. Mathayo sura 10 ngapi hapa? Mathayo 27 aya yake ya 51 aya yake. Pazia la hekalu likapasuka toka juu hadi chini. Mnipe masikio ndawapa Ufunuo 2 pale yenyepo provo. Toka juu mpaka pazia ikafanyaje? Nani kalipasuka? Wembe ya wapi? Sizo ya wapi? Nani mwenyewe hapa alishasoma kitabu cha Walawi anafanya exegese bakuonyeshe tisi yenye walikuwa wanashona mopazia nzito kuliko hii. Hii tunakanyagia nini hii tabia nzito kuliko hii. Lakini kifo cha Yesu sana kata roho. Haleluya. Pazia ya hekalu. Wanaanza piga mikono wanasema haleluya tumemuua. Haleluya amekufa.
bako wanachezea mwekano wale waliomtoa. Tusifanye tunaombea wapi na hatuyainuliwa. Amen. Maadui wafanye nini? Wachao wafanye nini? Moja tu mchao ndio anasema sisi. Mchao mwanamke afanye nini? Hawa. Wachao wanaume waishi pamoja kisi Mungu alifanya. Sio mimi, ni Biblia inasema usiache mchao mwanamke kufanya nini? Ndio mkazi akaloka. Waishi waone ukuu na uweza wa Baba. Pazia bako banashukuru. Banaangalia dini banasikia kaka. Angalia matakatifu wapi? Inasema wapi? Kifo cha Yesu wapi? Tafsiri ya kwanza projecte pale libambie. Tafsiri ya kwanza ilikuwa ni gani? Niwafahamishe, niwaambie hivi, tujulishe kuwa uwezo ulio katika kufa na kufufuka kwake Yesu ndio ulioshusha mkono usioonekana wenye nguvu za kimungu ukapasua pazia, si ndio? Iliyotenga patakatifu na patakatifu pa patakatifu ambako Mungu mwenyewe alipatikana. Pazia hii kupasuka ilimaanisha vitu viwili vikubwa. Moja, ilikuwa ni unabii ya namna mwili wa Kristo utapasuliwa na kuchubuliwa kama zawadi kuu ambayo yeye mwenyewe ametuachilia hadi mauti. Esheke ya wengine nyora isike. Amen. Ni esheke ya ni unabii kwetu kwamba uko kado bila wapi. Amen. Uko kado. Amen. Yeye anawapatia. Na kado ile ndio tafsiri ya pili. Nayo ni gani? Ni kuacha njia wazi. Kwa sababu tunyo ningali na amen. Oro janta umwesa amen. Wewe mnanyamaza. Kuacha njia wazi ya kufikisha sisi kwa Mungu Baba aliye mtakatifu mara 7 ili tupokee tena hali ya wana ambayo Adamu alitupotezea. Njia wazi ilikuwa kuambia Wayahudi wenu unaisha. Wokovu inatoka kwa Wayahudi inawaendea mataifa. Hakuna cha kutulema sisi wenyewe njia. Na usiku tunapaingia patakatifu na mchana tunapaingia. Nako sio pengine, ni karibu na Baba na kumwambia Baba nipo hapa. Hakuna cha mediation, hakuna cha uniendee. Hata katika msirani tunasema Baba na pazia ilishapasuka, njia iko wazi. Hakuna sawa mama kuambia mwikale kule, tutakuwa waambia yenye Mungu alisema. Lakini leo njia hata na wamama wanataka patakatifu na wanatuambia asema Bwana wa majeshi, kwa sababu njia iko wazi. Ipo mwili uliopasuliwa ikatugeukia zawadi, na zawadi ile ni kutuachia njia. Sifa kwa Mungu wetu. Sisi ambao zamani zile tulikuwa hatuna Mungu duniani, tulikuwa hatuna tumaini, tulikuwa hatuna agano, njia ipo. Neno inafika na Biblia inasema mimi Mungu sina haya ya kuwaita wanangu, na ninyi hamuna haya ya kuniita Baba, kwa sababu njia iko. Hakuna vya kuambiliwa, tunamuona, tunamgusa, tunamuishi, tunalala naye. Mpaka akasema mbingu hazinitoshi tena, mbingu hazinitoshi. Kifo cha Yesu kikamshusha, asiye tena Mungu wa mbinguni, lakini Mungu pamoja nasi. Watu hawanielewi. Mungu pamoja nasi. Na akasema ndani ya nitanena, na ndani yao nitatembea. Pazia ikapasuka, njia. Mwambie aliye pembeni, una mashaka ya nini? Muulize mashaka ya nini? Mwambie njia iko wazi. Mwambie bila mjakazi utasema na Baba. Mwambie bila
cha Yesu. Niliwaambia siyaona kifo kingine tofauti na hiki. Wengine wakafa ni kilio. Hao watoto wa wachungaji hawaseme amina. Wengine wakafa ni kilio, lakini Yesu akafa shangwe. Yesu alikufa kaburi na vigelegele. Hata na mbingu na zikasema unastahili. Tulichinjwaga. Sababu wa Yesu alimchinja. Mchuna. Napenda sana lile neno. Na Mungu wangu awe Mungu wenu. Kuacha njia wazi. Ipo neno hapa. Kuacha njia wazi kutufikisha kwa Mungu Baba aliye mtakatifu mara 7. Tupokee tena hali ya wana ambayo Adamu wa kwanza alitupotezea. Noteni yangu hapa, kuhani mkuu wa Agano la Kale alipaingia mara moja kwa mwaka. Kulingana na Waebrania 10:19 mpaka hamjasoma mpaka 12. Kuhani mkuu wa Agano Jipya ndio nani? Alipaingia mara. Simnitie moyo pamoja na Yesu. Wengine mwaka kwa, lakini Yesu yeye ili tupate ujasiri wa kupaingia mara kwa. Yeye alipaingia mara, akatuachia njia ya kupaingia mara kwa. Usiku tunapaingia, mchana tunapaingia, asubuhi tunapaingia. Mndepo tu tunauzisha, tunafunga tu macho, tunajikumbuka tulishapakua. Wanatusikia tu hivi, hawatui kama tukifunga macho tuipazia wapi. Tunapaingia, hawatuoni maimani. Okay. Patakatifu wa patakatifu. Mara moja ili sisi tupaingie mara kwa. Isitoshe, na hii sio kwa malipo mengine, ni kwa njia ya damu ya Yesu. Nimeandika nini hapa? Wakristo wa kweli, waaminifu kwa njia ya maombi. Je dis bien, Wakristo wa kweli, waaminifu, wako kweli na wako waaminifu. Nini na waingiza patakatifu mara kwa mara? Moja, njia ya maombi. 2, njia ya sifa. 3, njia ya maabudu. Wakafunga tu macho wakaomba. Wakristo wa kweli, watakatifu, waaminifu. Maombi yao inawanyanyua. Uwezo ya msalaba inawanyanyua. Inawaondoa kimawazo ya ulimwengu. Inawapeleka karibu na Baba. Na sasa wanaanza omba 7 ni wako wanasema Baba yetu uliye mbinguni, lakini wanaomba Baba aliye pamoja nami. Sio yama sana, najua niko nazungumza. Amen. Basi Baba nimepata njia wazi ya kumkutana wapi? Patakatifu Baba takatifu. Sasa tunakamata ngoma zetu na pendo, tunamtukuza kwa ulinzi, tunamwabudu kwa utakatifu, inatunyanyua. Inatupeleka patakatifu. Na tunaanza abudu na malaika. Ndiposa unasikia hewa inabadilika. Utukufu inabadilika. Unaanza cheza na utoka kwa nyumba. Nani anatashaka atakuwa cheza yeye maabudu. Patakatifu hiyo pekee inakuwa na maritme na inatugamuliaga. Haiko yangu njoo yako. Mimi nacheza sawa sawa na dimension ya reconnaissance yeniko nayo. Yako ni ndogo, utacheza kidogo. Tusikae tunaangaliana kusura msifa na maabudu. Tuachiane nafasi Bwana. Tuachiane nafasi. Wali kutendea kadogo, mimi alinitendea mingi. Alinitendea mingi, nitamsifu sana. Alinitendea mingi, nitamwabudu sana. Tukisifu na kuabudu, wewe unasifu na unaabudu gani duniani? Nini masifa yangu na maabudu yangu inaninyanyuaka? Inanitosha mwili. Inanipeleka patakatifu patakatifu. Ninaanza kusifu kazi ya msalaba. Naanza kutukuza kazi ya msalaba. Kesho ndaendelesha. Msimame ni baombe. Bila ndio pambana maliza. Unachunga nialike wenye dhambi.
Leo hakuna kualika mwenye dhambi. Ajijue mwenyewe. Kama hatumu si masasi itambeba. Unasema Yesu. Basi siku ya kuembeleza mtu tu. Papa na akaipeka na kutumiza. Na upenda msalaba, nguvu zake zanipa kushinda. Msalaba na ukumbati, hata nitakapopata tabu. Na upenda mimi, na upenda msalaba. Pima kuimba pamoja na mimi. Oh, nguvu zake. Weka mikono juu. Tuone kama tutaingia patakatifu sahihi. Msalaba, msalaba na ukumbati, hata nitakapopata tabu. Na upenda msalaba ule, nguvu zake zanipa kushinda. Msalaba na ukumbati, hata nitakapopata tabu. Zoruba na mawimbi, upepo wavuma, utuongoze Bwana, tuvuke. Tunaisifu kazi ya msalaba, tunatukuza kazi ya Golgotha. Ningepata wapi ng'ombe wala njiwa? Wewe kajitoa sadaka kamilifu ili mimi nipate kuokoka. Kifo chako kimeleta wokovu, kifo chako kimekutofautisha wewe, kimetupa thamani kubwa, kimetupa ushindi dhidi ya mauti, kimetupa ushindi dhidi ya dhambi. Uwezo ule uliokufufua umetupa uwezo pia ya kumiliki dhambi sisi na kuzishinda. Na kuabudu Yesu, na kusujudia Yesu, na kuinamia Yesu, na kupenda wewe ambaye ulikuwako na uko na utaendelea kuwako milele hata milele. Niwe Mungu milele hata milele, niwe Mungu. Uishi milele Bwana, uishi milele Bwana, uishi milele Bwana, uishi milele. Ulikataliwa na Baba ili sisi tupokee hali ya Bwana. Ulichukua ubaya wetu ili sisi tuhesabiwe haki. Kwa sababu umekufa ndio maana tunaishi. Kifo chako kinatupa uzima. Weka mikono juu ya kichwa tukuombee uwezo ya ufufuo ikusindikize. Uwezo ya ufufuo ikusindikize. Uwezo ya ufufuo ikusindikize. Yesu sifiwe, Yesu sifiwe. Tunainua mikono yetu tukiombea taifa takatifu hili. Mungu Baba, uwezo ule uliokutoa kaburini Yesu
Msindikize huyu kijana, kaka, dada, baba, mama, watumishi wako, ndio isindikize madhabahu yanayowezi uwezo ile Bwana, tunaiamini na kuitaka katika jina la Yesu, amen. Mungu wangu na wabariki kwa jina la Yesu.